Basi katika miaka tumekuwa na masihi ambao tunataraji. About 100 or so years after Jesus, Simon Bar Kokhba, Basi miaka 135 baada ya Yesu palikuwa na yule ambaye anaitwa Simon Bar Kokhba. 300 years later, Moses of Crete. Basi miaka 300 baadaye tukawa na mwingine mwenye anaitwa Moses wa Krete. And David al-Rui. Na pia tukawa na mwingine ambaye anaitwa Daudi Arui. And David and so on. There's many that have come. Kuna masihi wengi ambao wamekuja wakisema kwamba wao ndio masihi. But even here in Kenya, hata hapa katika taifa la Kenya, there have been false prophets and false Christs. Tumekuwa na manabii wa uongo pamoja na makristo wa uongo. I was going to show you this video, but we don't have sound, so it won't work. Basi ningeonyesha video lakini hatuna sauti, kwa hivyo haitafanya kazi. But this man claims to have the Holy Spirit, and he'll just move his hand like this and people will fall over. Huyu mwanaume anasema kwamba amejazwa na roho, basi anaposongesha mkono hivi basi watu wanaanguka. And he calls them his sheep because they follow him. Basi anawaita kondoo wao maana wao wanafanya kumfuata yeye. Then he says because those sheep they've got to go and eat. Na anasema kwamba maana wao ni kondoo basi atakula. And these people are in a trance. Na hao watu wako katika hali ya utata. And in that trance, na katika hiyo hali, he tells them that the grass is food. Anawaambia kwamba hii nyasi ndio chakula. And so they run out. Na wao wanatoka nje. And they eat grass. Na wanafanya kula nyasi. Like it's the most beautiful food. Ni sawia ya kwamba hicho ndicho chakula kitamu zaidi. And these people are degraded because they're treated like animals. Basi hao watu wamepata kushushwa nyanja maana wanafanywa sawia na wanyama. But they call this the moving of the Holy Spirit. Na wanasema hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. And these people do some incredible wonders and signs. Na watu wanafanya ishara pamoja na mambo makuu. People cannot argue against the fact that something supernatural is going on. Watu hawezi kupinga maana kuna jambo wanao wanafikiria kwamba lisilo la kawaida linaloendelea. But these people preach in the name of the Lord. Lakini hao watu wanafanya kuhubiri katika jina lake Bwana. Now I don't have it on the slides, but if you have your Bible, maybe you have it on your phone because you might not be able to see your Bibles. Basi kama una Biblia na kwa sababu ni usiku hatuwezi kuona Biblia, kama una simu yako. Go to Matthew chapter 7. Utafungua kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 7. Matthew chapter 7. Mathayo sura 7. Matthew chapter 5, 6 and 7 is what we call the Sermon on the Mount. Basi Mathayo 5, 6 na 7 hapa ndio mahubiri kwenye mlima. Jesus here expounds on what the constitution or the laws of heaven are like. Basi hapa Yesu ni mwenye kufafanua zaidi kuhusu katiba ya amri za mbingu. For example, Jesus will say, "Blessed are the peacemakers." Yesu ni mwenye kusema kwamba wamebarikiwa ambao ni wenye kutafuta amani. For they are the sons of God. Maana hao ni wana wake Mungu. And you'll also say, na pia analisema hivi, "I did not come to destroy the law or the prophets." Mimi sikuja kuangamiza sheria wala manabii. I did not come to destroy but to fulfill. Nilikuja bali kutimiza. Not until heaven and earth will pass away. Basi mbingu pamoja na nchi zitapita. Not one jot or one tittle. Lakini hamna nukta moja. That is the dotting of an I and the crossing of a T. Ambayo tutasema ni katika kufungua na kufunga macho. So pass away from the law till all be fulfilled. Ambazo zitapita kutoka kwa Torati ila zipate kutimizwa. God tells us what the teachings of his kingdom is. Basi Mungu ni mwenye kutuambia mafunzo katika ufalme wake ni yepi. So then we're in chapter 7 and it's still the same teaching from the Sermon on the Mount. Basi yale yaliyo. And so in verse 21 of Matthew 7, basi tutaangalia fungu la 21 na hiyo ni Mathayo sura ni ya 7. It says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord." Inasema kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana. Okay, so there are some people that acknowledge the lordship of the Lord Jesus Christ. Pana watu wanaitikia kwamba hakika Yesu ni Bwana. They call out to him, Lord. Wanamuita ya kwamba Bwana. But then he says, they won't enter the kingdom of heaven. Ya kwamba sio wote watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. But only those who do the will of my Father in heaven. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. In other words, if you say Lord, Lord, but you don't do the will of God the Father, basi katika maneno mengine ikiwa utaitikia kwamba Bwana, it's impossible to enter the kingdom of heaven. Lakini ufanyi mapenzi yake Bwana, kama hautaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Then we read verse 22. Basi tunasoma fungu ni la 22. And it says, "Many will say to me in that day." Wengi wataniambia siku ile. What day is that? Basi ni siku gani? That's judgment day. Ile ni siku
ya hukumu. That's the day when the Lord comes. Hiyo ni siku ambayo Bwana atafanya kuja. Lord, Lord, Bwana, have we not prophesied in your name? hatukufanya unabii kwa jina lako? So here are people that call the Lord Jesus. Hapa ni watu ambao wanamuita Bwana Yesu. They claim to be his prophets. Wanasema ya kwamba wao ni nabii wake. And he says, have we not prophesied in your name? Ya kwamba tumefanya kutafsiri katika jina lako. Cast out demons in your name? Na katika jina lako tukatokomeza And done mapepo. many wonders in your name? Na tukafanya miujiza katika jina lako. So you have people like this Basi tuko na watu sawia na hao who treat the people that follow them like sheep. ambao wanafanya watu wanaowafuata wawe sawa na kondoo. It's degrading. These people were made in the image of God. Hao wanashusha hao watu, maana watu wameumbwa katika sura yake Mungu. The gospel of Christ lifts people up. Maana Kristo yeye anahitaji tupate kuinua watu. It doesn't push people down so they act like wild beasts. Injili ya Mungu haileti watu chini sawia na wanyama. These are false prophets. Hawa ni manabii wa uongo. But these prophets can Lakini hawa manabii walifanya kuja, apparently prophesy, but they're false prophets. lakini ni wanabii, lakini wanafanya unabii wa uongo. Even cast out demons. Hata wanatokomeza mapepo, And they can do many wonders. na wao ni wenye miujiza kwa wingi. But then we read the following. Lakini tena tunaendelea kusoma Verse 23. fungu ni la 23. And then I will declare to them. Ndipo nitawaambia dhahiri. This is what Jesus will declare to them. Basi hiki ndicho Yesu atakachowaambia dhahiri: I never knew you. sikuwajua ninyi. Now that's an interesting thing for the Son of God to say. Hili ni jambo la kushangaza mwana wa Mungu anaponena, Because we know that God is omniscient. He knows everything. maana tunajua Mungu anajua kila jambo. Why would he say I never knew you? Basi mbona aseme ya kwamba mimi sikuwajua kamwe? Because that word there, as we looked previously, Basi maana tulipojifunza pale awali, is not the word Edo, which means academic knowledge. It's just having a knowledge of something. basi si kwamba kukuwa na hekima ama elimu, maarifa ya chochote kile. It's the word gnosko. Ni neno hili genosko, That word means to be intimate with each other, with God. ya kwamba ni kuwa karibu sana pamoja na Mungu. So God says, when he says, I never knew you, Basi Mungu anaposema ya kwamba mimi sikuwajua ninyi we kamwe, never had intimacy. wao hawakuwa na uhusiano wa karibu pamoja na Mungu. Then he says these terrible words. Nobody ever wants to hear these words. Basi anasema haya mambo makali ambayo hamna mtu mwenye kunuia kuyasikia haya maneno. Depart from me, Ondokeni kwangu you who practice lawlessness. ninyi mtendao maovu. Now that word lawless actually is anamia in the Greek. Basi katika Kiyunani hili neno maovu ni anamia. That simply means to transgress the law of God. Ina maana ya kwamba kuvunja amri yake Mungu. So you have these false prophets who claim to be followers of Jesus. Tuna manabii wa uongo ambao wanakiri ya kwamba wao wanamfuata Yesu. They call him Lord, Lord. Wanamuita Bwana, Bwana. But they don't really know God because they don't have intimacy with him. Lakini sasa wasomi neno na Mungu, maana tena hawana uhusiano wa karibu pamoja naye. And they practice lawlessness. What is lawlessness? Na wao wanavunja sheria. Kuvunja sheria ni kufanya nini? Lawlessness is breaking the 10 commandments of God. Basi ni kuvunja amri 10 zake Mungu. And the book of James chapter 2 and verse 10 Basi kitabu ni cha Yakobo 2 sura yake fungu ni la 10. tells us if you keep the whole law but stumble in one point, Inasema ukizitunza amri zote lakini upate kuvunja moja. in other words, you break one of the commandments but you keep 9, Ya kwamba upate kuvunja amri moja lakini umepata kutunza amri 9, you are guilty of all. wewe tayari umeshavunja zote. These people are more than likely people who do not keep the 4th commandment. Hawa watu huende kawa ni wale watu ambao wafutunzi amri 4. They don't love God with their whole heart. Wampendi Mungu, wanampenda Mungu na moyo wao wote. Because out of the 4 commandments that talks about our love to God, one's missing. Lakini hizo amri zile 4 ambazo zinasema umpende Mungu, kuna moja ambayo imepotea. It's the one that says remember. Ambayo inasema kumbuka. And they deliberately forget quite often. Mara nyingi wanasahau tu kwa kukusudi. So God wants to put his law in their mind, write them on their heart. That's his promise. Mungu ananuia ya kwamba apate kuandika amri katika mioyo pamoja na nia zao. Hiyo ndio ahadi yake. And they say, Lord, I'll have some of the commandments, but I don't want all of them. Ya kwamba Mungu, mimi nina amri zingine lakini hii moja sina. I can agree with some of them because they're good enough. Wanasema ya kwamba ninaweza hubiri mahubiri mazuri zaidi. But you made a mistake with the 4th commandment. I don't want it. Ulifanya makosa ulipoandika amri ya 4, mimi sihitaji. And Jesus calls them lawless. Na Yesu anawaita wavunja amri. And he said, because they're rebellious, we
we don't have intimacy. Basi anasema maana wao ni waasi, hatuna uhusiano wa karibu sana. God is calling us to a relationship with him. Mungu amefanya kutuita tupate kuwa na uhusiano pamoja na And yeye. also by the word of Almighty God. Na kupitia kwa neno lake Mungu aliye mkuu. He wants us to know when there's a false prophet in front of us. Angependa tupate kujua manabii wa uongo walio pamoja nasi. Now the Bible tells us in the book of Acts chapter 5 Biblia inatuambia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya and verse 5 32 na fungu la 32 that God gives the Holy Spirit to those who obey him. ya kwamba Mungu anamimina Roho Mtakatifu kwa wale wenye kumtii yeye. But this false prophet doesn't keep the Sabbath. Lakini hawa manabii wa uongo hawatunzi sabato. He's disobedient, but he claims to have the Holy Spirit. Yeye hatii na anakiri ya kwamba amejazwa na Roho Mtakatifu. And the Bible tells us they will be spirits of demons deceiving people in the last days. Biblia inatuambia kwamba tukaona mapepo wa uongo ambao watakuwa ni kudanganya watu siku za mwisho. Without recognizing the authority of God and obedience Pasipo kutambua mamlaka yake Mungu kupitia kwa kumtii yeye and surrender of your heart fully to God na kutoa mioyo yetu vikamilifu kwake Mungu. and his authorship, you will not receive the Holy Spirit. Pamoja na mamlaka yake hatutapata kupokea Roho Mtakatifu. But there's another person that I wanted to show you. Na ningependa kuonyesha mhubiri fulani. But we don't have the video or the sound, so we'll have to do it another time. Basi tutafanya wakati mwingine maana hatuna video ambayo inapata But the people are just slain in the spirit everywhere. maana kuna watu ambao wameinua mikono kwa ajili ya roho kila pahali. But then again another person that makes up his own doctrine. Lakini pana mtu ambaye ni mwenye kubuni mafunzo yake mwenyewe. He does not teach the commandments of God. Yeye hafunzi amri zake Mungu. Because he does not remember the Sabbath day. Maana yeye hakumbuki siku ya Sabato. He doesn't honor God as creator. Yeye hamheshimu Mungu sawia na muumbaji. So we need to establish the fact that God needs to be honored. Lazima tujue kwamba Mungu anastahili kuheshimiwa. The 10 commandments are the laws of the kingdom of heaven. Amri 10 ndizo amri za mbingu. It is his constitution. Basi ni katiba yake Mungu. And they are the principles of agape love. Ndizo vipengee vya upendo wa agape. This gentleman here claims to be Jesus. Huyu jamaa hapa anajiita ya kwamba yeye ni Yesu. He's claimed to turn water into tea. Yeye anasema kwamba anabadilisha maji na kuwa chai. But again, he doesn't keep the commandments of God. Lakini huyu tena hazitunzi amri zake Mungu. And because he doesn't obey God, Na kwa sababu yeye hamtii Mungu, God does not give him the Holy Spirit. He's got something else. Mungu hampi Roho Mtakatifu maana yeye anafanya jambo kinyume. That is not the Spirit of God. Lakini hana roho wake Mungu. Now the Spirit of God, Lakini roho wake Mungu also referred to as the Spirit of prophecy, ambayo pia inaitwa roho ya unabii, is the Spirit that God gives his prophets. ndio roho ambayo Mungu ni mwenye kupatia nabii wake. And when a prophet of God prophesies something into the future, Na nabii wa Mungu anapoashiria jambo fulani litakalotokea, it comes to pass 100%. basi linatendeka 100%. And in Deuteronomy chapter 18, when God says if a prophet prophesies and it doesn't happen, Kumbukumbu la Torati 18 Mungu anasema nabii akisha tafsiri na isifanye kutendeka, then you know it's a prophet that God did not send. ya kwamba huyu nabii si Mungu kumtuma. God tells us not even to fear them Mungu anasema hata tusipate kuacha hao nabii, because they are false prophets. maana hao ni manabii wa uongo. But he is a prophet in the Bible, Lakini hapa pana nabii kwenye Biblia, the prophet Daniel. huyu ambaye anaitwa nabii Danieli. And the prophet Daniel is actually mentioned by Jesus Huyu nabii ameshatamkwa naye Yesu. in the prophecies of Matthew 24, which deals with the end time. Basi katika unabii ulioko katika Mathayo 24 ambayo inazingatia siku za mwisho. And in Matthew 24 verse 15, Na Mathayo 24 fungu ni la 15, Jesus says, when you see the abomination standing in the holy place where it ought not to stand, basi Yesu anasema unapoona patakuwa na uharibifu mahali ambapo patakatifu, then he says it's time to flee. basi ni wakati wa kutoroka. But he says, he who has an ear, let him hear. Anasema aliye na sikio afanye kusikia. So now we're going to look at Daniel. Basi jioni ya leo tutamtazama Danieli. Daniel the prophet. Danieli nabii. Daniel the prophet, when he was writing about 500 years before Christ, Basi huyu Danieli nabii alipokuwa anaandika miaka 500 kabla ya kuzaliwa kwake Kristo, when Jerusalem was lying in ruins, wakati Yerusalemu ilibomolewa, that Jerusalem would be rebuilt. ya kwamba Yerusalemu ingejengwa upya. He also prophesied the year that the Messiah would come. Basi huyu Danieli ni mwenye kutabiri wakati ambapo Masihi atakuja. Now Daniel is a book in the Old Testament. Basi hiki ni kitabu kilicho katika Agano la Kale. The Jews have this book. Wayahudi ni wenye hiki kitabu. So if they studied the prophecies of Daniel, Basi wanapojifunza unabii ulioko
katika kitabu cha they would Danieli know when Messiah would come. walimjua Masihi angekuja lini. But he also prophesied that the Messiah would die. Lakini pia huyu Danieli alitabiri ya kwamba Masihi angekufa. The other thing he also prophesied, Na jambo lingine alilofanya kutabiri, that the death of the Messiah had purpose. ya kwamba kusudi la kifo chake Masihi lilikuwa na nia. It wasn't just an accident that Jesus lost his life. Si kwamba ni ajali Yesu apate kupoteza maisha yake. Jesus said, I lay down my life and I can take it again. Yesu alisema ya kwamba niliacha maisha na pia naweza kuyachukua tena. No one took it from him. Hamna mwenye kumnyang'anya, So he kumpokonya. deliberately did this and paid the price for our sins. Basi alifanya hivi ili apate kulipa gharama ya dhambi zetu. Not only that, he prophesied when the Messiah would die, the year that he would die. Alitabiri mwaka ambao angekufa huyu Masihi. Then another interesting prophecy, Na nabii lingine ambalo ni la kufurahisha. God would give the Jews only so much time. Basi Mungu ni mwenye kupatia Wayahudi muda wa kutosha. And then their privileges would be cut off as the people of God, the people who are preferred. Na fursa yao ya kipekee ingekatwa kama watu ambao wameweza kutengwa kando. And we'll look at that very briefly tonight. Na tutaangalia hayo kwa muda tu kidogo. And then the last one is, after Jerusalem would be built, there would be a destruction of the city again. Na alisema kwamba baada ya Yerusalemu kujengwa upya tena itafanya kubomolewa tena. So as we look at these prophecies, we'll see that they've been fulfilled 100%. Basi hizi nabii zote zilifanya kutabiriwa na zilitimika 100%. See, when you look at the Old Testament, Unapotazama Agano la Kale, scholars who study those Old Testament scriptures wasomi ambao wameshasoma mafungu vitabu na Agano la Kale, tell us that they contain over 300 specific prophecies describing the Messiah, who he is and what he will do. Tabiri za Masihi ni 300 ambazo tutasema yeye ni nani na atafanya nini. There's an astronomer that looked at the prophecies of Jesus. Pana yule ambaye ni msomi wa nyota ambaye alitazama unabii wake Yesu. And he took of those 300 prophecies only 8 of them. Na kati ya hizo nabii zote alipata 8 pekee. And calculated what the chance would be of those being fulfilled in one person. Basi aliona ya kwamba itaweza kutimika ipi katika mtu mmoja. And taking just 8 of those prophecies, Na alipochukua hizi nabii 8, it's a chance of 1 in 100,000 million that could happen in one person. kwa hizo tabiri 8 ilikuwa ni moja itendeke katika watu milioni 100 katika mtu mmoja. The chance of 50 of those prophecies being fulfilled in one person Ya kwamba hizi 50 zipate kutabiriwa katika mtu mmoja. would be 1 to such a big number. It's got 157 years going on. Itakuwa moja katika nambari kubwa, idadi kubwa ambayo ni 157 sufuri zikiendelea. So as we study these prophecies, we gain a lot of confidence Basi tunapoendelea kujifunza unabii tupate kuwa na ujasiri that Jesus is actually the Messiah. ya kwamba Yesu hakika ndiye Masihi. So prophecies of Daniel in chapter 9 we're going to look at this evening. Basi tutatazama unabii ulio katika Danieli sura ni ya 9. Now, what I find interesting Basi jambo ambalo linanifurahisha is pale that the Jews are prohibited from studying the book of Daniel, especially chapter 9. ya kwamba Wayahudi wamekatazwa wasijifunze unabii ulio katika Danieli, hasa Danieli sura ni ya 9. Through very poetic language, Katika lugha ingine ngumu sana they've actually put a curse on anyone that tries to calculate the time of the Messiah. wamepata kumlaani yote ambaye atapata kupiga hesabu ya kwamba Masihi atakuja lini. So this is found in the Talmud where it says, may the spirit of those who attempt to calculate the final time Basi katika nukuu yao wamesema ya kwamba ebu na roho ya wale ambao watataka kupiga hesabu that is of the Messiah's coming, kuhusu kuja kwake Masihi, which is Hebrew for Messiah, ambayo ni neno lingine la Masihi, let his spirit expire. In other words, let him die. ya kwamba hiyo roho ipate kutoweka, ya kwamba ipate kuangamia. So how do we know that Jesus was really a person that lived in the past, an historical figure? Basi tutajuaje ya kwamba Yesu alipata kuishi zama zile, ya kwamba aliishi wakati wa historia? Well, there's at least 17 non-Christian sources Ya kwamba tuko na mambo kutoka kwa Wakristo 17, and they all mention Jesus within 150 years of his life here on earth. na wote wanamtamka huyu Yesu katika miaka 150 katika haya maisha. These include Roman historians, Basi hawa ni wanahistoria, Greek writers, watu ambao ni Wayunani waandishi, Jewish religious readers and Jewish historians. viongozi wa kidini wa Yahudi pamoja na viongozi wa historia wa Yahudi. So for example, Flavius Josephus, Josephus, Pana Myahudi muhistoria ambaye anaitwa Flavius Josephus.
He said, now there was this time a wise man. Basi anasema wakati fulani pakawa na mtu mwenye hekima. He calls him by his name Jesus. Anamuita huyu mtu mwenye hekima kuwa ni Yesu. He was the Christ. Yeye ndiye Kristo. And when Pilate, at the suggestion of the principal men among us, na huyu Pilato katika ushauri wake miongoni mwetu, had condemned him to the cross, aliposema ya kwamba apate kutundikwa kwenye msalaba, those that loved him at the first did not forsake him. Wate waliompenda wa kwanza walifanya kumkataa. For he appeared to them alive again the third day. Maana alipata kuonekania siku ya tatu baada ya kufufuka. As the divine prophets had foretold. Namna ambavyo manabii walivyotabiri. These and the 10,000 others. Hawa pamoja na wale wengine 10,000. They shared the wonderful things concerning him. Waliweza kushiriki mambo makuu kumhusu huyu Yesu. And the tribe of the Christians so named. Na Wakristo katika hii kabila are not extinct even to this day. Hawamo tena hata wakati huu. So he's an historian and he's telling the story that Jesus was a real person. Huyu ni mwanahistoria ambaye anakiri kwamba hakika Yesu ni mtu. Not only that Jesus was raised from the dead. Ya kwamba hata Yesu alifanya kufufuka kutoka kwa mauti. So was there a specific time when Jesus would appear and die for his people? Basi ni wakati upi ambao Yesu angekuja na kufa kwa ajili ya watu wake? Galatians chapter 4 verse 4 tells us. Wagalatia 4:4 inasema hivi. When the fullness of time had come, wakati ulipotimia, God sent forth his son. Mungu alimtuma mwana wake. What does the fullness of time refer to? Basi wakati ulipotimia ni wakati upi? Well, it's a fulfillment of the time prophecy about the Messiah coming. Basi unabii unaposema kwamba wakati unapotimia unatabiri nini? What was the identified time or period allocated to the Jewish people? Ni wakati upi ambapo uliweza kuchukuliwa kwamba ndio wakati ambapo umetimia kwa ajili ya Masihi? In Daniel chapter 9 verse 24 we read. Danieli 9:24 tunasoma that 70 weeks are determined for your people and for your holy city. Majuma 70 yatakuwa kwa watu wako na hata kwa mji wako mtakatifu. They were to do 6 things. Watafanya mambo 6. And it says there, siku ya 6, to finish transgression, jambo la kwanza watakalofanya ni kukamilisha kutenda dhambi, to make an end of sin, kumaliza dhambi, to make reconciliation for iniquity, kufanya upatanisho pamoja na dhambi, to bring in everlasting righteousness, kuleta haki ya umilele, to seal up the vision and prophecy, kukamilisha maono ya unabii, and number 6, to anoint the most holy. Na la 6 ni kumpaka mafuta aliye mtakatifu zaidi. So they were given 70 weeks. Basi walipatiwa majuma 70 or 490 days for this to take place. Ambazo ni siku 490. Now how many days in a week? Basi pana siku ngapi katika juma? There's 7. Siku ni 7. So it's 70 times 7. Basi ni 70 mara 7. Have you heard that before? Jamani, mumesikia hayo? The apostle Peter comes to Jesus one day. Mtume Petero ni mwenye kuja kwa Yesu siku moja. In Matthew 18 verse 21-22 he asks, Lord, how many times should I forgive someone if they sin against me? Mathayo 18:21 anauliza, Bwana, nipate kumsamehe mtu mara ngapi anaponikosea? Should I forgive them 7 times? Basi nifanye kumsamehe mara 7. And then Jesus says, no, forgive them 70 times 7. Lakini Yesu anamkana, anamwambia, la, mpata kumsamehe mwenye kukosea 70 mara 7. Jesus was referring to this prophecy. Yesu ni mwenye kuangazia unabii. The 70-week prophecy. Basi huu unabii wa majuma 7 ya unabii, which was determined for the Jewish people. Ambayo ilikuwa ni kwa watu wa Yahudi. Because they kept on apostatizing from God. Maana walizidi kuasi dhidi yake Mungu. And God said it's time to stop apostatizing. Na Mungu ni mwenye kusema sasa imetosha. And if you receive the Messiah, na ikiwa utampokea Masihi, you can seal up the vision. Basi utamaliza hiyo maono. But if not, lakini ukikataa, the gospel will then go to the Gentiles. Basi injili itaelekea kwa mataifa. So in the Bible we have the symbolism of a day. What does that represent? Basi katika Biblia tuko na ishara ya siku. Siku ni nini kwenye Biblia? A prophetic day in the Bible. Basi siku ya unabii katika Biblia. Ezekiel chapter 4 verse 6. Ezekieli 4:6. And Numbers 14 verse 34. Hesabu 14 na 34. Both being prophecies of the future. Zote zikiwa unabii wa siku za usoni. The Lord tells us through the prophets, I have laid on you a day for each year. Basi Mungu anatuambia kupitia kwa unabii wake ya kwamba nimewapatia siku kila mwaka. So when you read a day in prophecy, it equals the length of a year. Basi siku katika mwaka kwa unabii ni mwaka ndio siku. So 490 days represents 490 literal years. Basi siku 490 inaashiria miaka 490. Okay, so let's look at it
God said that from the time to rebuild and restore Jerusalem, Mungu anaposema tangia wakati wa kujenga na kurejesha it Yerusalemu, will actually be basi ingekuwa the rebuilding of the temple, and it would start with a decree. basi wangeanza na kujenga hekalu na wangeanza na amri. So we have a day for a year principle. Sorry, I Basi- think I'm going the wrong way. Tuko na kipengee ya kwamba Here we go. siku ndio mwaka. Here we go. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem, Basi tunapoelewa ya kwamba wapate kurejesha na kusikiza ile amri ya kujenga na kurejesha Yerusalemi, to command and restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, basi ya kwamba waende kwa Yerusalemu hadi huyu Masihi, there shall be 7 weeks itakuwa ni majuma 7 and 62 weeks. na majuma 62. Then it talks about Jerusalem saying the street shall be built again, Na ananena kuhusu Yerusalemu ya kwamba huli mji utaundwa tena and the walls in troublous times. na kuta zake nyakati za machungu. So there's a decree that goes forth to command to build and restore Jerusalem, including building the streets and the walls. Basi pana amri ya kutoka kwenda kujenga Yerusalemu mpya pamoja na barabara na kuta. There were 3 degrees, but there was only one that covered all of those aspects. Basi palikuwa na amri 3, lakini kuna moja ambayo ilifunga hizo vipengee vyote. And it was the degree of Artaxerxes, Na huyu ilitolewa na huyu Artaxerxes. and that we get in the Bible in Zechariah. I'll tell you in a moment, it's going to come to me. But it was in 457 BC. Lakini huu ulikuwa ni mwaka wa 457 kabla ya kuzaliwa kwake Yesu. Ezra chapter 6. Basi ni kitabu cha Danieli 6. So 457 this decree came out. Basi huo wakati kakuja. Then we have the time of 7 weeks. Na tuko na nyakati hizi ya majuma 7. 7 days in a week, it's 49 days. Basi siku 7 katika juma ni siku 490, Which is 49 years in prophecy. ambayo ni miaka 490 katika unabii. And from the time of that decree, it took them 49 years to complete and build and restore Jerusalem. Na tangia huo amri ilikuwa ni miaka 49 ili kujenga na kumaliza Yerusalemi. But you know, there's been very many famous people like Sir Isaac Newton. Basi pana watu wa mashuhuri kama Isaac Newton. He was a very famous scientist and inventor back in the day. Huyu ni mwanasayansi tajika sana siku zake. And his words are, the years of Artaxerxes' reign, Na anasema katika nukuu yake ya kwamba hii miaka ambayo inazidi kusonga, among the most easily to establish as a date in history. namna ilivyokuwa virahisi kujenga na kukita katika historia. So the canon of Ptolemy, Basi katika hii kanuni ya Fetoni, the Greek Olympiads, na katika mbio za Wayunani, and the allusions of Greek history to the Persian affairs, na vile vile mafundisho ya Wayunani pamoja na mambo ya Amedi na Jemi, all combined to place the 7th year of Artaxerxes at 457 BC. hivi vyote vilikuja pamoja katika mwaka wa 457 kabla ya kuzaliwa kwake Kristo. So that's the decree, and that is the beginning of the 70 weeks or the 490 year prophecy. Hiyo ni amri na huo ndio mwanzo wa unabii wa hiyo miaka. So they will rebuild Jerusalem, Basi jenga Yerusalemu upya. starting on that date. Basi wakianza katika hiyo tarehe. So what would happen at the end of the first 69 weeks? Basi nini kingetendeka mwisho wa majuma hayo 69? It said it will be 69 weeks until Messiah the Prince. Basi anasema ni majuma 69 hadi Masihi ambaye ni mfalme. And Messiah means anointed one. Basi huyu ni mwenye amepakwa mafuta. And that happened at 27 AD. Na haya yalitendeka katika mwaka 27 baada ya kuzaliwa kwake Kristo. Jesus was a tradesman, a carpenter. Basi Yesu alikuwa ni mwana biashara, alikuwa ni fundi wa mbao. And 27 AD his life completely changed. Na katika mwaka 27 baada ya kuzaliwa yeye maisha yake yalifanya kubadilika. He was baptized in the Jordan and anointed by the Holy Spirit. Alibatizwa katika mto wa Yordani na akabatizwa na Roho Mtakatifu. He left his job and began his public ministry as the Messiah of the Jews. Aliacha kazi yake ya kawaida na akaanza sasa kazi kama Masihi wa Wayahudi.
AD. So that happened 27 AD. Basi hiki kilitendeka katika mwaka 27 baada ya kuzaliwa. That's at the end of the 69 weeks. Basi ni baada ya haya majuma 69. The Bible is very clear when the Messiah would come. Basi unabii ni wazi Masihi angekuja lini. How is it possible that God's people could have missed it? Basi weje ya kwamba watu wa Mungu wasipate kujua. We also go on the Messiah Jesus Christ came at the right time in 27 AD. Ya kwamba Masihi alikuja wakati ambapo ulistahili mwaka 27. One of the 300 prophecies that has been fulfilled about Jesus. Basi ni 1/3 ambayo imepata kujazwa kuhusu huyu Yesu. What was the thing that Jesus said, the first thing he said after he was baptized? Baada ya Yesu kubatizwa ni nini alilotamka la kwanza? In Mark chapter 1 and verse 14 and 15 we'll read. Mariko 1:14-15 tunasoma. It says the time is fulfilled. Ya kwamba wakati umeshatimia. What time are we talking about? Basi ni wakati upi ambao sisi ni wenye kunena? Well, it's prophetic time. Ni wakati wa unabii. Based on the prophecy on Daniel chapter 9. Kizingatia unabii ulioko katika Danieli sura yake ni ya 9. Jesus knew that he was fulfilling prophecy when he was baptized and then anointed with the Holy Spirit. Yesu alijua kwamba anatimiza unabii alipobatizwa na kupakwa na Roho Mtakatifu. In 27 AD. Mwaka ni 27 baada ya yeye kuzaliwa. So what was predicted to happen to the Messiah? Ni nini kilichotabiriwa kwa ajili ya huyu Masihi kutendeka? So you've got the 7 weeks and the 62 weeks, which is 69 weeks in all. Basi kuna majuma 7 na 62 ambayo yanajumuisha 69. Messiah would be cut off. Alikuwa ni mwenye kukatwa na kutengwa. But not for himself. Lakini si kwake tu binafsi. To be cut off means to be cut off from the land of the living. Ya kwamba ametolewa katika nchi ya wenye He was to hai. die, but not for himself. He was to die for someone else. Alikuwa afe si kwake yeye tu bali alikuwa afe kwa ajili ya mtu fulani. And that someone else is you and me. Na huyo mtu ni wewe pamoja na mimi. So the Bible is very clear that the Messiah would die after 27 AD. Basi Biblia ni wazi ya kwamba Masihi angekufa baada ya mwaka 27 ya kuzaliwa kwake. And he wouldn't die for himself but for someone else, which is us. Lakini angekufa kwa ajili yake bali ni kwetu sisi. So the Messiah would be killed. Basi Masihi angeuawa. But when Jesus came, the Jews thought that the Messiah would deliver them from the Romans. Basi Wayahudi walifikiria kwamba kuja kwake Yesu kungewanusuru kutoka kwa Warumi. And reestablish the kingdom of Israel. Na pate kujenga upya ufalme wa Israeli. But what would the Messiah do in the middle of the last week of the prophecy? Remember there's 70 weeks. Lakini kumbuka Masihi angefanya nini mwisho wa juma la unabii, maana kumbuka ni juma 70. It says in the middle of the week he shall bring an end to offering and sacrifices. Basi katikati ya juma ni mwenye kuleta kafara na matoleo. So how did Jesus do that? Basi Yesu alifanyaje? So in the middle of this last week, basi katikati ya juma hili la mwisho, being half of the last of the 7 years, basi iwe ni mwisho wa juma yale majuma 70, in other words 3.5 years after the coming of the Messiah in 27 AD, baada miaka 3.5 baada ya kuja kwa Masihi mwaka 27 baada ya kuzaliwa kwake, that takes us to 31 AD, basi inatupeleka katika mwaka 31 baada ya yeye which is right kuzaliwa. on time according to the prophecies. Basi ndio wakati uliotumia sawa sawa na unabii, On the eve of the Passover in the afternoon, ilipokuwa siku ya Pasaka wakati wa jioni, which was the 9th hour, which is 3 p.m. in the afternoon. huo ndio wakati ambapo ulishatabiriwa. This Babylonian script here, which is the Talmud, says that they hanged Yeshua. Basi katika Biblia ya Babylon inasema Nazareth. kwamba waliweza kumtundika Yesu wa They Nazareti. found naught in his defense, Basi wakachukua uso wake and they hanged him on a cross on the eve of Passover. na wakapata kumtundika kwenye msalaba usiku wa Pasaka. So by decoding the temple service of the Passover Basi tunaponena kuhusu kafara na kazi iliyokuwa katika hekalu and the amazing prophecy of Daniel 9, na unabii wa kushangaza wa Danieli 9, we see that Jesus Christ died on the very year, in the very month, the very week, and the very day Yesu alikufa katika lile juma, lile siku na ule wakati na ile saa, predicted over 500 years earlier. ambayo ilifanya kutabiriwa miaka 500 kabla, And it took place 100% as predicted. na unabii ulitimika 100%. So the Messiah, Jesus Christ, would die in 31 AD. Huyu Masihi afe mwaka wa 31 baada ya kuzaliwa.
But what warning did Jesus give to the people of Israel? Ni onyo lipi ambalo Yesu aliwapatia watu wa Israeli? He said, therefore I say to you, Basi anawaambia kwamba mimi nawaambia hivi, the kingdom of God will be taken from you ufalme wa Mungu utapata kunyakuliwa kutoka kwenu and given to a nation bearing the fruit of it. na litapatiwa taifa ambalo lilenye kuzaa matunda. Now, don't misunderstand. Jesus loved the people of Jerusalem. Basi msipate kutoelewa ya kwamba Yesu ni mwenye kupenda watu wa He Yerusalemu. wept over them. Alipata kulia dhidi yao. So Jerusalem, Jerusalem, you stone the prophets. Ni mwenye kulia kwamba Yerusalemu, Yerusalemu, mwenye kuarusha mawe manabii. How many times did I not desire to bring you together as a hen gathers her chicks? Ni mara ngapi nimehitaji kuwaleta pamoja sawia na kuku mwenye kuwasanya vifaranga, But you were not willing. lakini nyinyi hamtaki. Therefore your house is left to you desolate. Kwa hivyo nyumba zenyu zimewachiwa kwenyu mupate kuangamia. So now we're moving to the end of the week, 34 AD. Basi tunafika katika mwisho wa juma ambayo ni mwaka 34 baada ya kuzaliwa kwa Yesu. Because that's when the gospel started going to the Gentiles. Maana huu ndio wakati ambapo injili ilianza kwenda katika kwa mataifa. Stephen, one of the 7 deacons, Stefano ambaye alikuwa baadhi ya shemazi wale a 7. man filled with the Holy Spirit, Mwanaume ambaye amefanya kujazwa na Roho Mtakatifu. when he was preaching to the Jewish people and the Jewish leaders, Alipokuwa anahubiri kwa Wayahudi pamoja na viongozi wao, he used the Old Testament prophecies to prove that Jesus was the Messiah. alitumia unabii ulio katika Agano la Kale kuthibitisha kwamba Yesu ndiye Masihi. And halfway through his sermon, you could see that they weren't listening to him. Na baadaye tunaona kwamba wafanya kumsikiza. And he rebuked them. Na yeye ni mwenye And kuwakemea. they grabbed him and took him outside and threw rocks at him and stoned him to death. Walimnyakua wakampeleka nje na kumrusha mawe na akafanya kufa. And that was the beginning of the persecution. Basi huo ndio mwanzo wa dhiki na mateso. And then God's believers scattered everywhere, Na watu wa Mungu walisambaratika kila mahali. and he took the gospel to the world. Na wakapata kueneza injili katika ulimwengu mzima. So when Stephen was killed by the Jewish religious leaders Na huyu Stefano alipouawa na viongozi wa as the Wayahudi first Christian martyr, kama Mkristo wa kwanza kuuawa kwa ajili ya injili, which happened in 34 AD, ambayo ilitendeka katika mwaka wa 34 baada ya kuzaliwa kwake exactly Masihi. 419 years later, Wakati huo huo miaka 419 baadaye, after the start of the prophecy, 490 baada ya Masihi, when God saw that the Jewish leaders did not accept him, wakati Mungu aliona ya kwamba Wayahudi viongozi hawakumuitikia, the emerging church then basi took the gospel elsewhere. basi hilo kanisa ambalo lilichipuka walipata kueneza injili kila It's like mahali. God is saying, enough is enough. Basi maada Mungu ameshasema imetosha. Go now and preach the gospel to the Gentiles. Nendeni katika ulimwengu mfanye kuhubiri injili katika mataifa. So these Jewish believers in Jesus Basi hao Wayahudi wenye kumwamini Yesu took the gospel to the Gentiles. walipeleka injili kwa mataifa. So the Jewish probation of God's chosen people, Basi hawa Wayahudi ambao Mungu alichukua nyakati za kuwapatia that is the kujua, Jewish people, ended in 34 AD. basi ilikamilika katika mwaka huo. So here we have the layout of the whole time prophecy. Basi hapa tuko na mfululizo wa unabii. The beginning of the 490 years is 457 BC. Tunapoanza miaka hiyo 490 ilianza mwaka wa 457. It's 49 years to build all of Jerusalem. Basi miaka 49 kwa ajili ya kujenga Yerusalemi. Then there's 384 years Basi ni miaka till the Messiah. hadi Mesaya afike ni miaka 434. Messiah means anointed. Jesus was anointed by the Holy Spirit in 27 Masihi AD. ni aliyepakwa mafuta na Yesu alipakwa mafuta 27 mwaka. He dies in the middle of that week. Anakufa katikati ya lile juma, Then after 40 days he ascends into heaven. na baada ya siku 40 Yesu ni mwenye kupaa pale mbinguni. The gospel is preached to the Jewish people for another 3.5 years. Na injili ni yenye kuhubiriwa katika watu katika Wayahudi miaka 3 na 4. And then when they kill one of the foremost messengers, one of the deacons, Na wanapomuua mtangulizi ambaye ni baadhi ya shemazi, Stephen is stoned in 34 AD. Stefano ni mwenye kuuawa mwaka wa 34 baada ya kuzaliwa kwa Masihi. Jewish probation is over. Basi rehema kwa Yahudi imeshafungwa. And now God brings the Gentiles into the church. Na Mungu anawaleta mataifa ndani ya kanisa. So after 62 weeks, Messiah would be cut off. Na baada ya majuma mawili Masihi aondolewe, And that's not of himself. lakini si kwake And it binafsi, says the prince of the people who shall come, ya kwamba mkuu wa watu watafanya kuja, they shall destroy the city and the sanctuary. wataangamiza taifa pamoja na hekalu. So the prophecy talks about the restoration of Jerusalem after they come out of captivity in Babylon. Basi unabii unanena kuhusu kujengwa upya kwa Yerusalemu
Yerusalemu baada ya kutekwa nyara pale Babeli. But if they rejected the Messiah, Jerusalem would be destroyed again. Lakini baada ya kumkataa Masihi tena Yerusalemu ilibomolewa tena. So in 70 AD, the Roman army destroyed Jerusalem as predicted. Mwaka wa 70 baada ya kuzaliwa kwake Kristo, Warumi walipata kuangamiza tena Yerusalemu. So the city and the temple of Jerusalem would be destroyed again. Basi mji ulio katika hekalu lililo katika Yerusalemu tena litabomolewa. So according to the scriptures, who are God's chosen people today then? Lakini sawia na maandiko, wateule wake Mungu ni kina nani? Many people say it's still the Jews. Watu wengine wanasema ni Wayahudi. But we read in Galatians chapter 3 verse 29, Lakini tunaposoma Wagalatia 3:29, written by the apostle Paul, who was a Jew, ya kwamba mtume Paulo ananena kuhusu Wayahudi, if you are Christ, then you are Abraham's seed, ya kwamba wewe kama uko ndani ya Kristo wewe and ni heirs according to the promise. hivyo ndivyo ilivyo unabii, kwamba wewe ni mbegu ya Abrahamu, wewe ni Mkristo. So through Christ Jesus, we become part of Abraham's seed. Ya kwamba kupitia kwa Kristo sisi tunakuwa mbegu yake Abrahamu. Now the Jews in total have not been abandoned or cursed. Hakika Wayahudi hawajatengwa ama hawajalaaniwa. As individuals, every Jew can accept Jesus as the Messiah and Lord, Ya kwamba kila Myahudi kibinafsi akipata kumpokea Kristo kama Masihi, and can still have full access to all the promises in the bado covenant. wao wanapata ahadi zake Mungu namna alivyozitoa. And the apostle Peter, who is also a Jew, Na Petero mtume ambaye pia ni Myahudi, in 1 Peter chapter 2 and verse 9, katika Petero ya kwanza 2:9, so now we find it's the church of Jesus who are the chosen generation, ambaye anasema kanisa ambalo ndio taifa ambalo limechaguliwa, a royal priesthood, makuhani teule, a holy nation, taifa takatifu, his own special people. watu wake wa kipekee. So the Christian church, they are spiritual Israel. Basi katika taifa wa Kristo sasa sisi ndio Israeli kiroho. While the stump is still Jewish, Ya kwamba hata kama Wayahudi walikataa, those branches that rejected the Messiah were broken off. ya kwamba zile tawi zilizokataa Masihi zilifanya kukatwakatwa, And we who are Gentiles by nature na sisi ambao tulikuwa watu wa mataifa have been grafted into that stump through Christ Jesus. tumeshaingizwa katika ule mti kupitia kwa Kristo. So now to us pertains all the covenants, all the promises and all the prophecies. Na sisi basi unabii pamoja na ahadi na kila kitu tukiko ndani ya Biblia ni ketu sisi. So in closing, let's summarize. Basi hebu tumalize tukisema hivi. We see there the Jews were given 70 weeks or 490 days to repent. Wayahudi walipatiwa majuma 7 siku 490 ili wafanye kutubu. 490 days represents 490 literal years. Hiyo 490 ni miaka 490. Jerusalem would be rebuilt. Yerusalemu ijengwe upya. The starting date is 457 BC. Ilikuwa ianze miaka 457 baada ya kuzaliwa kwa Kristo. The Messiah Jesus Christ came at the right time at 27 AD. Kristo alikuja wakati uliostahili mwaka 27 baada ya kuzaliwa kwake. Jesus recognized the time he became a Messiah, Yesu alitambua wakati ambapo alifanya kuwa Masihi. because he said, repent, for the time is at hand. Maana alisema fanya kutubu maana wakati umeshatimia. We also told that the Messiah would be killed. Masihi angeuawa. We also told that the Messiah is Jesus Christ, who would die in 31 AD. Huyu Masihi ni Yesu Kristo ambaye angekufa mwaka wa 31 baada ya kuzaliwa. The Jewish probation as God's only chosen people ended in 34 AD with the stoning of Stephen. Rehema ya Wayahudi iliisha mwaka wa 34 baada ya kuzaliwa kwa Yesu, baada ya wao kumrusha mawe Stefano. The city and the temple of Jerusalem would be destroyed again. Basi mji wa hekalu ya Yerusalemu tena ungeangamizwa. The Christian church is now part of Israel and spiritual Israel. Basi kanisa la Wakristo ni sehemu ya Israeli katika roho. So there's 3 points for us to remember. Basi hebu tumekumbuka hivi vipengee. Jesus Christ is the theme of the entire Bible, both Old and New Testament. Basi mada kuu katika Biblia ni Yesu Kristo katika Agano la Kale na la Agano Jipya. God's prophecies are sure and can be trusted. Ya kwamba unabii wa Mungu hakika unaweza He kuaminiwa. came at the right time as prophesied in the Bible. Yesu alikuja kwa wakati ulipotimia namna ilivyotabiriwa kwa Biblia. Jesus Christ is the Messiah for the Jews and the Savior of all mankind. Yesu ndiye Masihi wa Wayahudi na mkombozi wa ulimwengu mzima. And if you have accepted Jesus Christ as
your Lord and Savior, na kama umemuitikia na kumkubali Yesu kama Bwana na mkombozi wako, you belong to God's true people. wewe ni baadhi ya watu wa ukweli wa Mungu, And you are part of Israel. na wewe ni sehemu ya Israeli. There was a young lady who used to have this locket around her neck. Basi pana binti aliye mwenye kuvaa ushanga kwenye shingo, And Tabitha wore this around her neck everywhere. na kila mara alitembea pamoja nao kila wakati. Her friends often talked about this little locket. Na kila wakati hao rafiki ni wenye kunena kuhusu ushanga wake. They wondered whose photo or whose name might be in this locket. Walijashangaa ni nani aliyemweka kama picha kwenye ushanga But she ule. never opened the locket. Lakini yeye hakufanya kufungua hata siku moja watu But a waone. friend could tell how precious this locket was to her. Maana alikuwa na hofu ya kuambia namna ilivyokuwa na thamani kwake. Was it a picture of someone that she loved? Ilikuwa ni picha ya mtu ambaye anampenda. She'd often hold the little locket in her hand Alikuwa ni mwenye kubeba katika mkono wake. and treasure it close to her heart. Na maana ilithamini sana karibu na moyo But then wake. unfortunately Tabitha passed away Lakini kwa bahati mbaya huyu Tabitha alifanya kufa and she was still unmarried, na bado alikuwa hajaolewa. fairly young. Alikuwa ni binti mdogo bado. And then her friends opened the locket. Lakini rafiki wakafanya kufungua ule ushanga, maana ulikuwa ni mwenye And to this kufunguka. surprise, inside they found a crumpled little note. Basi kwa mstajabu wakapata karatasi kidogo. It says, "Him whom I love I have never seen." Inasema kwamba ambaye nampenda na sijamuona kamwe. And they reflected on this. Na wakatafakari haya, That must be Jesus. lakini inaweza kuwa ni Yesu. But if she loved Jesus, why didn't she tell anybody? Basi mbona iweje asipate kumwambia mtu wakati ameshampenda Yesu? Is it possible that you may love Jesus as well, but you don't tell other people? Wewe kama unapenda Yesu lakini hujapata kunena kwa wengine. Jesus is the Messiah. We've got confidence from what we looked at tonight. Yesu ndiye Masihi, tumepata ujasiri kutoka kwa yale ambayo tumejifunza jioni ya leo. So the question is tonight. Basi swali ndilo hili jioni ya leo. The Bible tells us that Jesus' sacrifice was for you. Basi Biblia inatuambia kwamba kafara ya Yesu ilikuwa ni kwa ajili yako Would you wewe. like to accept Jesus' sacrifice today or renew your commitment to Jesus today? Ungependa kumuitikia kafara yake Yesu siku ya leo ama upate uhusiano mpya pamoja na Yesu So leo? commit your life to Him who is the Messiah, the anointed one. Hebu jitoe maisha yako kwake yeye ambaye ni Masihi, ambaye ameshapakwa mafuta. Accept Him as Savior, as friend. Hebu mkabali kama rafiki na mkombozi. Now, dear friends, Sasa rafiki wapendwa, I can't see you because His lights are so bright. mimi siwaoni maana huu mwanga ni But mkali. is it safe for you to walk in the dark just to come close so we can pray together? Basi ni salama mpate kuja hapa tafadhali, ili tufanye kuomba And we'll pamoja just close with prayer. na tutamaliza Do na we go to the ombi. front so they can see us? Asante. Hey, how are you? How are you, brother? Bless you. Good to see you. So good to see you all. Well, dear friends, is there anybody here that never looked at this prophecy of Jesus in Daniel chapter 9? Pana yote hapa ambaye hajawahi jifunza unabii ulioko katika Danieli 9. Jesus came on time. Yesu alikuja wakati ambapo It's a ulistahili. shame that His people missed it. Ni aibu ya kwamba watu wake But even now hawakuwa. there's a curse on them if they try and calculate the time, because it'll show you Messiah has already come. Maana sasa wanalaniwa wanapopiga hesabu, maana tayari Masihi ashakuja. But He's the Messiah that we preach to you. Lakini huyu ndiye Masihi ambaye tumefanya kuhubiri So is there kwenu. anybody here that would like to make a decision for the Lord Jesus? You just raise your hand. Basi God kama- will see. God will see your hand. Kama kuna God mtu bless you. anajitoa kwake, Do we have any of those paper slips that we can just hand to them and they can fill it out? nyanyua mkono ili tupate kukupa Just keep your hand up, sorry, brothers and sisters. Just keep your hand up and we make sure we can get utapata those cards to you. utapata karatasi. We've got someone coming around with the cards. Just keep your hand high again, sorry, so we can see them. Utanyanyua mkono na kuna mwenye kupa karatasi. Jesus is the Messiah. Yesu ndiye Masihi, He is the God of prophecy. yeye ndiye Mungu wa unabii, And through His prophet Daniel, He told us when He would come. na kupitia kwa nabii Danieli alishatuambia wakati. We don't have to wait for another. Basi tusimsubiri Masihi But we mwingine, do wait for Jesus to come as our King and Savior. basi tunamsubiria Yesu apate kuja kama mfalme na mkombozi And the wetu. Bible has a lot to say about Na that. Biblia iko na mengi kusema kuhusu hayo. So we'll look at that at another time. Basi wakati mwingine tutajifunza hayo. But is there anybody else that needs a little piece of paper to fill out for us? There's 3 questions on there. You can tick one of the boxes. Or if you have questions, write them down. We'll answer them next time. Ambaye ana maswali utaandika na tutajibu, na unahitaji ubatizo nyanyua So mkono. just raise your hand if you want the paper, because we'll pray now. Basi tutaomba sasa hivi, kama unahitaji karatasi utazidi kunyanyua mkono. Father in heaven, there's new decisions that have been made for you this evening. Baba wa mbinguni, watu wamefanya uamuzi tena upya jioni ya leo. They've seen the God of prophecy that knows
know the end from the beginning. Wamemwona Mungu wa unabii ambaye anajua mwanzo hadi mwisho. That foretold when Jesus would come. Ya ambaye alishatabiri wakati Yesu atakuja. That he would be cut off in 31 AD. Ya kwamba ni mwenye kutenga katika mwaka 31. That he would lose his life for us. Ya kwamba angepoteza maisha yake kwa ajili yetu sisi. Thank you, Father, for paying for our sins through your Lord Jesus Christ. Asante Baba, maana umeshalipa dhambi zetu kupitia kwa mwana wako Yesu Kristo. In a simple prayer we say, Lord, we have sinned. Katika ombi la rahisi tunakiri Baba, tumeshatenda dhambi. We confess and acknowledge our sins. Tunaungama na kukubali dhambi zetu. And pray this in your heart, Lord, we receive you as our Savior. Na katika moyo wako tunaomba uombe hivi: Bwana, tunakukupokea kama mkombozi. Forgive us for our sins. Tusamehe makosa yetu. We receive you as our Savior and fill us with your Spirit. Tunakupokea kama mkombozi wetu na tunaomba tujaze na Roho Mtakatifu. And we pray this in Jesus' name. Tumeomba katika jina lake Yesu. And everyone who said that prayer, please say amen. Na kila mtu aliyeomba sema amina. Amen. God bless you. Amen. Amen. Mungu awabariki. God is good. God bless you. All the time, God is good. God bless you, my sister. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you for staying. God bless. Get the point. Take a step forward.